Maandiko yanasema hivi: Mungu Bwana ananena, yeye aliyeziumba mbingu na kuzitanda, yeye aliyeitandaza nchi na mazao yake, yeye awapae pumzi watu walio juu yake. Nataka ufuatilizie tu pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Yeye awapae pumzi watu walio juu yake, yeye awapae roho wao waendao ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Tuko sawa? Mstari wa 6. Mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono. Nataka uyaangalie maneno haya vile yana uzito katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa. Mstari wa 7. Na kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya wafungwa. Mstari wa 8. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Tazama, mambo ya kwanza yamekuwa, nami na yahubiri mambo mapya, kabla hayajatokea na wapasheni habari zake. Nabii Isaya ananena ni kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yetu, katika huu mstari wa 9, jambo la kwanza ambalo Bwana ananena nasi ni kwa ajili ya kumleta Kristo awe dhabihu, ni kwa ajili ya maisha yetu. Anasema, tazama, mambo ya kwanza yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninataka kusema nini? Wakati unaingia mwaka huu ambao tunauanza siku ya leo, nataka uamrishe katika maisha yako na katika maono yako, yale mambo ya zamani yaliyokusumbua, yale magonjwa, yale mambo magumu yaliyokusumbua katika maisha yako, yote yamekwisha kuwa ya zamani. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu ananena nasi kwa maneno ya faraja ambayo amekwisha yatimiza katika maisha yetu. Pengine mwaka jana ulikuwa na mapito magumu, ulisumbuka ni kwa ajili ya maisha yako, ulikwazwa na watu wengi, uliishi katika maisha ya upweke na mambo mengi hayakufaulu kulingana na matakwa yako. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, Bwana ametupa mwaka mpya na mambo mapya katika maisha yetu, maana yote ya kale amekwisha kuyaondoa, ni kwa ajili ya mimi na wewe. Na nabii alipoyanena maneno haya kwa miaka mingi, yamekwisha timia. Si maneno mapya, mbali yamekwisha tukia. Maana anasema yeye unena hata kabla hayajakuwa, maana yeye ni Mungu juu ya maisha yetu. Yeye haliyajua, na ndipo akanena kupitia kwa kinywa cha nabii wake, na yamekwisha tukia katika maisha yetu. Kwa hivyo unapoangalia mwaka huu, usijiulize maswali, itakuwaje, nitafanyaje, mbali muachie Bwana, maana hanayajua na amekwisha waambia yamekuwa mapya, ni kwa ajili ya maisha yenu. Wapendwa, katika mwaka huu mimi nimemwambia Bwana, sitaki nisumbuke. Nisumbuke ni kwa sababu ya maisha yangu, nisumbuke ni kwa sababu ya familia yangu, nisumbuke ni kwa sababu ya kanisa hili, mbali nampa Bwana kila kitu. Na mimi nakwambia kuanzia leo, siku ya kwanza, mpe Mungu kile kinachokusumbua, maana yeye ni Mungu juu ya maisha yetu na yote anayaweza. Hakuna kinachoweza kumshinda katika maisha yetu.
anasema yote atayafanya mapya, na amekwisha kuyafanya mapya, na ya zamani hayatakuweko katika maisha yetu. Wapendwa, kunaye Mungu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuanzia leo mtwike Bwana mizigo yote, mwambie Kristo, siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Nakupa familia hii, nakupa kazi hii, nakupa maisha yangu na safari yangu ya wokovu. Ninakutegemeza wewe, maana wewe ni Mungu juu ya maisha yetu. Na Bwana anaposema yamekuwa mapya, anatupa maisha ya kutosheka, anatupa maisha ambayo ametuandalia mapito yake na njia zake kwa ukamilifu. Anatupa maisha ambayo yana majibu ya kila swali lililo ndani ya moyo wako. Na mahali hapa ninajua watu wana maswali mengi, watu wana maono mengi, watu wana mambo mengi ambayo wanauliza itakuwaje. Nataka nikwambie Yesu amekwisha fanya njia, na anasema yote yamekwisha kuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Usiuangalie tu mwaka ni mpya, bali uyaangalie yote ni mapya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Mungu ameyashikilia yote yaliyo katika maisha yetu, na yote yanayofanyika yako chini ya uweza wake, maana yeye ni Mungu wa utukufu, ni Mungu wa uweza wa kipekee, ni Mungu asiyebadilika katika maisha yetu, ni Mungu ambaye ni mwaminifu katika neno lake, ni Mungu ambaye utukufu wake hawezi kushare na mtu yoyote, ila utukufu ni wake, na atukuzwe ndani yetu in the name of Jesus. Sijui kama mnakumbuka kielelezo chetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unavyofikiria mambo ya mwaka huu mpya yatakuwaje, hali yako, nataka usiangalie hali zako, mbali ukamwangalie Kristo akiyabadilisha sasa, akiyageuza sasa, na akifungua njia ya mema yako in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua una mipango myema, ninajua una maono. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yote tumpe nani? Tumpe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tumpe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mipango yako iambatane na mapenzi ya nani? Mapenzi ya Bwana. Usipange peke yako, usipange bila kumhusisha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama yamechelewa, Bwana anajua yamechelewa, lakini bado ana wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie kitabu cha Yakobo, tutarudi tena huko 4 kuanzia 13-15. Aya, basi nyinyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida, walakini hamjui yatakayo kuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Maana nyinyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo kisha kutoweka. 15. Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati unapopanga mipango, ikabidhi kwa Bwana, badala ya kusema mwaka ujao ama mwaka huu naanzisha biashara. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kusema mwaka huu ni mwaka wa kufanya uinjilisti, tumkabidhi Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kusema mwaka huu hautapita kama sijafaulu, mkabidhi Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Yakobo anatufundisha katika maisha haya tunayoishi, kesho yako na leo yako iko katika mkono wa nani? Wa Bwana. Kwa hivyo unavyopanga, jiulize mapenzi ya Bwana ni yapi, na mapenzi ya Bwana yako katika neno lake. Jiulize neno la Bwana linasemaje, ni kwa ajili ya haya ninayotaka kuyafanya. Jiulize, jambo hili nimemuuliza Bwana aachilie neema yake, ni kwa ajili ya jambo hili. Usijigambe ni kwa sababu ya kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Usijisifu ni kwa sababu ya hekima yako. Usijisifu ni kwa sababu ya ufahamu ulio nao wa dunia hii.
bali muulize Bwana, jambo hili nitakapolifanya litakuwa na baraka, litakuwa na manufaa katika maisha yangu. Maana hakuna jambo lolote, sema hakuna jambo lolote liwe zuri linalotukia kabla Mungu hajalijua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kile tunachotaka kufanya juu ya maisha yetu tuweke kwa mikono ya Bwana. Na tunapoweka maisha yetu na mambo yetu kwa mkono wa Bwana, ama kwa mipango ama kwa mapenzi ya Mungu, hakuna jambo litakalokoseka, hakuna jambo ambalo litakosa njia. Maana Mungu ni Mungu wa uweza, maana Mungu ni Mungu asiyebadilika, ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu anayeyajua yote, na ni Mungu ambaye hajawahi shindwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema hana mwanzo hana mwisho, hajaumbwa, yeye alikuwako na atakuweko na atakuja, ni kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo chochote tunachofanya tumwambie Bwana, haya siyawezi ila wewe unifungulie njia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, ni wakati mwingine mzuri, yale yaliyo katika mioyo yetu tumwambie Bwana, Mungu akipenda yatimie katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye ni Mungu mwaminifu kwa neno lake. Ninajua tunatazamia mambo mengi juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ni mwaminifu kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Na tujaribu kama Wakristo kuyajua mapenzi ya Mungu ni kwa ajili ya kile tunataka kufanya juu ya maisha yetu. Na tunapotaka kujua mapenzi ya Mungu juu ya maisha yetu, tutajua mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yetu, na tutajua mambo ya baadaye anayotutakia ni kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutafute sana kumtafuta Bwana na kutafuta uso wake, na neno lake linasema nini ni kwa ajili ya maisha yetu. Na tunapotembea katika mapenzi ya Bwana, maisha yetu yatakuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Hatutauliza kesho itakuwaje, hatutauliza maisha yetu yatakuwaje, hatutauliza Bwana kanisa hili litakuwaje, hatutauliza Mungu kesho yangu itakuwaje. Maana yeye ni Mungu anayeyajua yote juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Anayajua yote katika maisha yetu. Kwa hivyo tumwendee yeye kila wakati, tumuulize kile tunachotaka kufanya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukijifunza kutembea na Mungu katika kila jambo, hatutaanguka, hatutapotea. Bwana Yesu asifiwe. Hatutakosekewa, maana yeye ni Mungu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yamesema kupitia kwa kumleta Yesu Kristo katika maisha yetu, mambo yote ya zamani yamekuwa ya kale na yote yamekuwa mapya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tutakapokaa katika hali hii, tutazidi kumjua Mungu zaidi na zaidi, na tutasherekea mambo yote katika ulimwengu huu tunapomngojea. Bwana Yesu asifiwe. Wanaotembea na Mungu, wanaotembea ndani ya utukufu wake, amani ni yao, furaha ni yao, ukamilisho ni wao, ni kwa ajili ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuzidi kukaa katika hali hii na kumpa Bwana yote, maana Kristo ametufungulia nini? Njia. Sema njia. Kristo ametufungulia njia, ni kwa ajili ya kwenda kwa Baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na pengine mwaka huu maswali unayojiuliza, Bwana Yesu asifiwe, yana majibu. Sema yana majibu. Ni tuamini kuwa Mungu yuko upande wetu, Mungu yuko katika sehemu yetu, na
yeye amekwisha nena, na kama amekwisha nena, hakuna anayeweza kupinga wala kubadilisha, ila tusimame kwa kumwamini yeye na kuyaamini maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walipomwamini Mungu waliona mema yake. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walipoingiwa na shaka, wengi waliangamia jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama Mungu ametupa kuishi tena, tuamini kuwa yeye ndiye Mungu aliyefanya ukaona mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa uweza wako, si kwa akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Mbali ni huyu Mungu amesema tu kwa neno lake tuone mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna ujanja wa kuona mwaka mpya bila Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunakaa katika ulimwengu huu, tujue yeye ndiye Mungu juu ya maisha yetu, na ametukirimia mambo yote, kuanzia msamaha wa dhambi kwenda kwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata tukiishi vizuri na tukikaa katika hali ya utakatifu na utauwa, tutamuona Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Petro 2, Petro 2 Petro chapter 1 verse. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema kwa kuwa uweza wake wa kiungu ama wa uungu umetukirimia vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani tumtumainie Bwana na kumpa maisha yetu? Ni kwa sababu kwa uweza wake na nguvu yake imetukirimia vitu vyote katika maisha yetu. Kwa hivyo tukimpa nafasi ni kwa ajili ya maisha yetu. Kile tunachohitaji ni kwa ajili ya maisha yetu, tutapokea katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uweza wake wa uungu ametukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Bwana Yesu asifiwe. Uzima tulio nao, maisha tulio nayo, wokovu tulio nao, utakatifu tulio nao ni kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tungetoa wokovu wapi? Tungetoa utakaso wapi? Isipokuwa tu ni Kristo juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo maandiko yanasema kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Alijidhihirisha kwetu kupitia Yesu Kristo, ndipo atuunganishe na kutuonyesha wema wake na utukufu wake ni kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tuzidi kumjua zaidi na zaidi. Kristo ni kwa ajili ya maisha yetu, na maandiko inasema tunapozidi kumjua Kristo, tunamjua hata Baba yetu aliyetukirimia yote yapasao uzima na utauwa ni kwa ajili ya maisha yetu. Maana alituita kwa utukufu wake na wema wake, akiwa na lengo na kusudi ukaishi maisha mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, mwaka huu tumwambie tu Bwana, katika maisha yetu ya kale yamekuwa mapya, in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alijidhihirisha kwetu kupitia kwa Yesu Kristo, ndipo Kristo atuunganishe na utukufu wa Mungu, atuondolee kile kiambazi, lakini Kristo alituregeshea uhusiano huu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo tukiangalia maisha yetu lazima tukumbuke Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tumwangalie Mungu kama muumbaji, tumwangalie Mungu kama Mungu wa upendo, tumwangalie Mungu kama aliyeunganisha vitu vyote na kutuleta tena katika utauwa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kingine ambacho kingeweza kutuleta tena
katika utukufu wake, isipokuwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani ni kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hivyo tuseme tu, yeye ni muumbaji wa kila kitu. Yeye amenena nasi kupitia kwa Yesu Kristo. Yeye amenena nasi tukiangalia uumbaji wake na vitu vyote alivyofanya. Bado atazidi kutuunganisha na kutuweka pamoja kama familia, na kutuweka pamoja kama kanisa, na kutuweka katika mema yetu kama watu tukiwa katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo njia mpya ipo, ni kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tuzidi kumwamini Bwana, tuzidi kujua yeye hajawahi shindwa. Bwana Yesu asifiwe. Uweza wake na nguvu zake ni za kipekee, ni za kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni Mungu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo maandiko inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17:24-28, yeye ni Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyo ndani yake. Yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi. Huyo ndiye Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, akai katikati ya hekalu zilizojengwa kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Songe mbele. Wala hatumikiwi kwa mikono ya mwanadamu kana kwamba anahitaji chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoanza mwaka huu, tusiangalie yale ambayo yametuzunguka, tusiangalie yale matatizo ambayo yametuzunguka, tumwangalie tunaye muita katika maisha yetu. Yeye ni Mungu wa kipekee anayewapa wote kila kitu wanachohitaji, kwa maana ndiye anayewapa watu uzima na pumzi na vyote wanavyohitaji ni kwa ajili ya maisha yao. Kwa hivyo mwaka huu usifanye neno lolote, usifanye jambo lolote bila kumwambia Bwana, ninahitaji hili, maana yeye ndiye anayepeana kile tunachohitaji katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni amani ya kudumu iko kwa Yesu Kristo. Ikiwa ni uponyaji, uhai tulio nao, uzima tulio nao uko ndani yetu, ni kwa sababu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo maandiko haya yanatutia moyo, ni kwa ajili ya kumtumainia Bwana na kukaa katika utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ndiye anayewapa wote uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na pumzi. Bwana Yesu asifiwe. Na vitu vyote. Wapendwa, uhai tulio nao, uzima tulio nao, hiyo ndio pointi yangu, ni kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukasema ni kwa vile nilijua kukaa vizuri, nilijua kujitunza. Hauwezi kujitunza bila Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine atasema huwa ninafanya mazoezi. Hapana, ni kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine atasema ninajua pengine kula vizuri na kujitenga na vitu vile vya hatari. Hapana, ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunaye Mungu ambaye abadiliki na ni Mungu wa upendo. Tusonge mbele. Naye alifanya kila taifa na wanadamu kutoka katika mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Sote tulitoka katika uzao wa mtu mmoja. Alimuumba mwanadamu mmoja, na sisi sote tukiwa wengi hivi tukatoka katika mtu mmoja, na kisha kwa mtu mmoja tukasamehewa dhambi.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kisha dhambi ikaingia ulimwenguni kwa mtu mmoja ambaye ni Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka kwa mmoja wakae juu ya uso wa nchi, akiisha kuwaekea nyakati ni za Bwana, na Bwana ameruhusu tuishi katika mwaka huu wa 2026. Ni majira ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa uweza wetu. Bwana Yesu asifiwe. Akaziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Si by accident sisi ni Wakenya. Ni Wakenya ni kwa sababu ya mpango wa nani? Wa Mungu. Akatufanya kwa mtu mmoja, akafanya mataifa kutoka kwa huyu mtu mmoja, akatuwekea mipaka ya mahali pa kukaa, maana yeye ni Mungu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo saa nyingine usijichukie ni kwa nini nilizaliwa kwa familia hii. Usijichukie ni kwa nini mimi nakaa pwani. Hapana, ni mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usijichukie. Wengine wanachukia, kwa nini mimi sikai Uingereza? Uingereza yako ni hii. Pengine kama umebahatika kufanya kazi, sawa, fanya kazi ukiregesha mkono na nyumbani, maana hapa ndio Uingereza wako. Bwana Yesu asifiwe. Maana hapa ndipo kwako. Bwana Yesu asifiwe. Usitese moyo wako. Mwambie Bwana, ni kwa sababu uliniweka mahali hapa, nitainuka nikiwa mahali hapa, nitafaulu nikiwa mahali hapa, nitakuona nikiwa mahali hapa, maana wewe ni Mungu usiyebadilika katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Niwaulize, kwani nchi hii haina watu ambao wameinuliwa? Wako. Hata wewe unaweza kuinuliwa. Hata wewe unaweza kubarikiwa katika nchi hii. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Abrahamu, ondoka katika nchi hii ya Huri, nikakuonyeshe taifa jingine zuri. Na Abrahamu hakuuliza swali, ni kwa sababu Mungu amenena. Na kama Paulo anatuambia, yeye alikwisha tuweka mahali hapa tukae juu ya uso wa nchi, kisha akatuwekea nyakati, akatuamuria tangu zamani mipaka na makazi yetu. Ana sababu ya wewe ni kwa nini huko mahali hapa. Ana sababu ni kwa nini alikuleta kwa mikono yangu. Kwa nini unajuta? Kwa nini nilikuja kwa Pastor Waema? Usiwahi juta. Usiwahi juta. Bwana Yesu asifiwe. Jana nilikuwa naongea na watu mahali, na niliambiwa tu ghafla. Tulienda mkutano mahali na tukaambiwa tu ghafla tupatie neno. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nikawaambia, Mungu kutuleta pamoja sisi mahali hapa ana lengo na sababu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata wewe leo Mungu kukuleta katika nyumba hii, uwe unakuanga hapa, usiichukulie jambo la kawaida. Mungu ana mipango. Ana mipango. Sisi tumeona kule anasema hata yale ambayo ni ya baadaye huwa yeye anayajua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu habahatishi. Mungu haishi kwa guesswork. Yeye anaitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ulisikia sauti, kama ulisikia neno na likakuvuta likakuleta katika nyumba hii, mwambie tu Bwana asante. Bwana Yesu asifiwe. Maana ana lengo na sababu. Bwana Yesu asifiwe. Na yote anayoyafanya katika maisha yetu hayana kasoro. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni Mungu mwema juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele. Ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa papasa, wamuone ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Achana na hapo juu, kuna mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Wanaomtafuta Mungu, Mungu yuko pamoja nasi. Utukufu wake unakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo tunapomtafuta Mungu hayuko mbali nasi, yuko pamoja nasi. Mungu wetu huwa hatuachi. Mungu wetu yuko nasi kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapomtafuta Mungu tujue hayuko mbali. Bwana Yesu asifiwe. Saa ingine wengine tunaitana sana. Saa ingine wengine tunaomba kwa sauti kubwa. Saa ingine wengine tunafanya kilio, lakini nataka nikwambie hata ukinena polepole bado Mungu anakusikia. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema hawi mbali nasi, bali anakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoangalia mwaka huu na mipango ya mwaka wa 2026, tumwambie Bwana, tunajua hauko mbali nasi. Tunajua uko pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua una mipango miema pamoja nasi. 28 na ndio kiini chetu. Kwa maana ndani yake tunaishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana ndani yake tunaishi. Mwaka huu kubali Kristo akae ndani yako. Kubali Kristo haishi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uhai tulio nao ni wa Kristo. Uzima tulio nao ni kwa sababu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. For in him we live. Hata kutembea kwako sema ni Kristo. And we exist. Tuna exist mwaka huu wa 2026 ni kwa sababu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. That is in him we actually have our being. Uhai nilio nao, utu nilio nao ni kwa sababu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tugeuzie kwa wale wasioelewa Kimombo, tutaeleza tu. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile mmoja wetu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pointi yangu nilikuwa nataka kusema hivi, maisha tulio nayo, uzima tulio nao, uhai tulio nao, pumzi tunayoipumua sasa ni kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mwaka huu ni mwaka wa kuweka mipango yetu kwa mikono ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu ambao tumeushika, nataka nikuelezee maana yake kabla sijaenda huko chini. Bwana Yesu asifiwe. Nitakufanyisha hesabu ndogo. Mbili kuongeza sifuri ni ngapi? Kuna watu wanajua hesabu? Sema 2 kuongeza sifuri ni ngapi? Kuongeza 2 inakuwa ngapi? Haya, ukiongeza 6 inakuwa ngapi? 10. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu, Bwana Yesu asifiwe, maana yake ni sema 10. Sema 10. Bwana Yesu asifiwe. 10 inamaanisha nini katika maisha yetu? Bwana Yesu asifiwe. Sema ukamilifu. Sema ukamilifu. Yale yasiyo ambaye hakuwezekana katika maisha yako, katika mwaka huu Bwana atakamilisha. Yale ambayo hayakuwa na mpangilio, hayakuwa na divine order, mpangilio wa Mungu, yatakuwa na mpangilio wa Mungu ni kwa sababu ya namba hizi. Bwana Yesu asifiwe. Yale ambayo yalikuwa mazito na ukang'ang'ana hauyaoni yakitimia juu ya maisha yako, ni kwa sababu ya utukufu wa Bwana yatafanya nini? Yatatimia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mwaka huu utakuwa mwaka wa uweza na mamlaka, ni kwa sababu ya Kristo.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utanena vitu vitakuwa katika maisha yako. Utaamrisha vitu vitakuwa katika maisha yako. Maandiko inasema, tazama nimewapa nguvu na uweza na mamlaka. Ni kwa sababu ya Kristo tumepewa uweza na nini? Na mamlaka juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na namba hii ni namba nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na wana wa Israeli wakiwa kule jangwani, kwa mapigo 10 wakapata maisha mapya. Ninaongea na mtu kweli? Kwa mapigo 10 wakaona maisha wakaona ukombozi, wakaanza safari ya kwenda Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walipokuwa na Musa akapewa sheria 10 ni kwa ajili ya maisha yao. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi najaribu kukupambanulia uone ni mwaka mzuri, ni mwaka mzuri katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni mwaka wa ukamilisho katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atafanya mema na mengi mazuri, ni kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome Luke 15 verse 8 to 10. Kuna mwanamke gani mwenye shilingi tusome pamoja. Twende mpaka 10. Kumi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna jambo ambalo limepotea katika maisha yako, hajilatimia katika maisha yako, Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema tuchukue nini? Sema kifagio. Sema kifagio. Tufagie hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Tufagie nini? Hiyo nyumba. Na kile kilichopotea, Bwana Yesu asifiwe, tutakiona. Kifagio ni nini? Sema neno la Mungu. Neno la Mungu. Jiulize katika jambo hili, neno la Mungu linasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Na hilo kama halina jibu, tafuta andiko lingine, na mwisho furaha itaonekana katika maisha yako. Wapendwa, Mungu anatupenda, ni kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapopanga mipango, tumuhusishe yeye. Tunapokaa katika mwaka huu tukisema ninataka kwenda hivi, mwambie tu Bwana, ninakuhitaji katika jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Tukae katika neno lake, tutii na kunyenyekea katika neno lake, naye Mungu ataweka furaha na amani katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni nafasi yangu, nataka turudi katika kitabu chetu, tuangalie kanuni 5 za mwaka huu. Kanuni 5 za mwaka huu. Turudi kwa Yesaya. Anzia mstari wa 5. Bwana ananena, yeye aliyeziumba mbingu na nchi na kuzitanda, yeye
aliyezitanda na mazao yake, yeye awapaye pumzi watu walio juu yake, yeye awapaye roho wao waendao ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na andiko hili, Bwana anasema yeye ni Mungu peke yake juu ya maisha yetu, aliyeziumba mbingu na nchi kwa neno lake, aliyefanya kila kitu kukua katika ulimwengu ni kwa ajili ya maisha yetu. Na watu ama mtu aliyemuumba kwa uweza wake, akampa pumzi na akampa uhai, akae juu ya nchi hii. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo ndiye Mungu tutakaye muangalia katika mwaka huu. Huyo ndiye Mungu aliyejidhihirisha kwetu ni kwa ajili ya maisha yetu. Huyu ndiye Mungu aliye mwaminifu juu ya maisha yetu, na yeye ni Mungu mwenye uweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika mwaka huu tukiangalia kila mambo tuseme Mungu amenena. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Mungu amenena, hakuna anayeweza kusema la, maana yeye ni Mungu wa agano katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amesema yote yatakuwa mapya. Kwa hivyo yatakuwa, maana amekwisha nena ni kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye aliyeziumba mbingu na nchi, akayatandaza mazao yake, na mazao juu ya maisha yetu ni kwa ajili ya kila mwanadamu katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni Mungu asiyebadilika katika usemi wake. Yeye ni Mungu asiyebadilika katika kutupa yote tunayoyahitaji katika maisha yetu. Kwa hivyo tunashukuru mwaka huu kwa kusema ametupa pumzi na uhai, ni kwa ajili ya yale anataka kufanya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe kuvuka mwaka usiyachukulie rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye amekwisha nena. Bwana Yesu asifiwe. Na amekwisha amrisha tutaishi mwaka huu wa 2026. Bwana Yesu asifiwe. Na anatupa pumzi, tunapumua free in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Na zaidi ya yote, yeye hawapae roho wake. Roho wa Bwana yupo mahali hapa, yuko nasi ni kwa ajili ya kutuelekeza. Na anasema yeye anawapa roho wao waendao ndani yake. Tusikubali kujielekeza, tusikubali kuongozwa na akili zetu na maoni yetu, mbali tunyenyekee na kujua tunaye msaidizi ambaye ni Roho wa Bwana, ambaye ametupa sisi. Na Roho wa Bwana amekwisha kuja, yupo mahali hapa na yuko ndani yetu, ni kwa ajili ya kutufundisha na kutuelekeza na kutupa hekima inayofaa, ni kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi hata tukiimba nyimbo, wakati mwingi hata tukiomba, tunamwambianga Roho wa Bwana shuka. Bwana Yesu asifiwe. Anashukanga akiwa wapi na alikwisha shuka? Tunamwambianga Roho wa Bwana shuka. Anashuka akiwa wapi na alikwisha shuka? Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Bwana alikwisha shuka. Tuko naye mahali hapa na anaishi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukitembea katika maisha, naona bado kuna wengine msishoke neno la Bwana, kutafuta neno la Bwana kila wakati, Roho wa Bwana atakuwa mwalimu mwema. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Bwana atazidi kutufundisha, maana Roho wa Bwana yeye unena kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Aneni kwa maneno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jambo la kwanza katika mwaka huu, tumtambue Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tujue ni yeye peke yake ambaye ni Mungu mwaminifu juu ya maisha yetu, na tunaonyeshwa uweza wake aliyeziumba. Na Bwana Mungu akanena, na aliumba ulimwengu huu na vitu vyote kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe.
na maandiko inasema tunapomtafuta kwa neno lake anapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, kanuni yetu ya kwanza, Bwana Yesu asifiwe, tujue Bwana akinena amenena wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ni Mungu asiyebadilika juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na atazidi kuwa Mungu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yale yaliyopotea katika maisha yetu atayasimamisha tena. Yale yaliyoharibika katika maisha yetu atayadhibitisha na kuyasimamisha tena. Yale ambayo hayakuwezekana katika maisha yetu atayawezesha, maana yeye ni Mungu kwa neno lake aliyeumba mbingu na nchi. Kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye aliyeitandaza nchi kwa mazao yake. Yeye awapae watu pumzi walio juu ya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui kama ushajua kupumua iko gali. Sijui kama ushajua. Unajua iko gali? Wewe nafikiri unaweza kuliona hili. Pasa sasa akituambia pumzi nini. Wewe nenda Aga Khan ndio ujue kupumua iko gali. Tusiwe watu wa kuwatumikia mabwana wawili. Amesema yeye ndiye Bwana na jina lake na utukufu wake atampa mtu mwingine. Nasi tukikaa katika nyumba hii tumtumikie Bwana peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 6:24 tuwekee pale. Mathayo 6:24. Hakuna mtu awezaye kumtumikia mabwana wawili. Kwa hivyo ninataka kusema nini? Ukikaa katika nyumba hii mpende Bwana. Penda kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana atakuwa baraka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa umetoka ulimwenguni, ikiwa umeacha mambo ya dunia, simama na kanisa, simama na kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye ni Mungu wa wivu. Bwana Yesu asifiwe. Katika ule mstari wa Isaia anasema utukufu wake hashei na mtu yoyote. Na maandiko inasema yeye ni Mungu wa wivu. Bwana Yesu asifiwe. Na maisha yetu yatabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Ama atashikana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Bwana Yesu asifiwe. Kila chochote Mungu amekubariki nacho, priority number 1, God. Muda wako mpe Mungu nafasi ya kumtumikia. Tukua na nafasi ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kuna mwaka ambao sasa mimi nimechukua direction tofauti. Mwaka huu, miaka yote mimi sijakuwa na program ya kila siku. Lakini mwaka huu sasa, kuanzia leo, mimi naona nikiwa na utaratibu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Tumefanya mambo mengi kiolela. Tumefanya mambo mengi bila mpangilio. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuanzia sasa Bwana anasema haya yote aliyesema yatakuwa yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye anayajua yote, anayajua hata yale yaliyo kwa siri, na yeye ni Mungu mwaminifu kwa neno lake ambalo aliwezi kukosa kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni Mungu asiyebadilika juu ya maisha yetu. Yeye ni Mungu wa ukamilisho, anaweza kuyakamilisha yote. Ni kwa sababu aliyakamilisha haya kupitia kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, mwaka huu tukamgeukie Mungu na kumpa
maisha yetu, na yote yaliyokuwa ya zamani tunayaamrisha yamekwisha pita katika maisha yetu, na yote yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Yamekuwa mapya ni kwa sababu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na atazidi kuyafanya kuwa mapya, na atazidi kuyasimamisha kuwa mengi na mema juu ya maisha yetu. Yeye ni Mungu mwaminifu kila wakati, na mwaka huu wacha tukatembee chini ya utukufu wake kila wakati. Na tunapokaa chini ya utukufu wake, hakuna jambo zito litatushinda katika maisha yetu. Hakuna jambo ambalo halitaweza kutimia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tumevuka mwaka huu, lakini tuwe na mipango inaomwelekea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomhusisha Mungu, mapenzi ya Mungu yakaonekane katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usiulize maswali, nimeanza mwaka huu nikiwa chini, nimeanza mwaka huu nikiwa na hali hii. Mpe Kristo kilio chako. Bwana Yesu asifiwe. Mpe Kristo kilio chako. Maana anasema vyote vilifanyika kwa yeye, na hakuna kisichofanyika pasipo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuombe. Tuko tayari tuombe? Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuombe ni kwa ajili ya yale ya kale yasafishike, yaondoke juu ya maisha yetu, na atakuwa Mungu mwema. Bwana Yesu asifiwe. Si waimbaje tupate nafasi. Si Mungu awabariki kwa hao maneno mengi.